Vipi wapambe, na wakaribisha kwa awamu nyingine ndani ya FM Show KE. Hapo jana ikiwa ni siku ya Jumapili, kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Haswa moja kati ya visa na story ambazo zimekuwa ni za kupigiwa upato na mfano haswa katika mitandao ya kijamii. Ni pale ambapo ambaye ni kasisi wa kanisa la JCM hapo jana wakiwa wanaadhimisha mwaka mmoja tokea kanisa hili lilipofunguliwa, ambalo limejizolea maelfu ya wafuasi katika nchi yote nzima ya Kenya pamoja na nje ya Jamhuri ya Kenya. Muthee Kiengei pamoja na mkewe Joy Ashley MUGURE walipata kuzungumza haswa kuhusiana na kile ambacho wanadai ni fununu ambazo zimekuwa zikiendelea na watu ambao wamekuwa wakijaribu kila kukicha kuweza kuwachafulia ndoa yao. Ila wacheni kidogo tupate kumzungumzia Muthee Kiengei haswa na wanawake ambao wamekuwa katika uhusiano na wao. Hawa ni wale ambao tunajua. Inaaminika mwaka 2016 ndipo kuliingia utengano baina ya Muthee Kiengei na aliyekuwa mpenzi wake wa muda mrefu, mtangazaji na pia mwimbaji wa nyimbo za Injili KEZIAH wa KARIUKI, mama ambaye anapendwa na wengi. Muthee Kiengei na KEZIAH wa KARIUKI walipata kuchumbiana miaka kadhaa baada ya wao kuweza kupatana kazini pale ndani ya kituo cha redio cha Kameme FM, ambapo wawili hao walikuwa wakifanya kazi chini ya kampuni ya MediaMax. Na baada ya wao kukutana na kuadhimisha uhusiano wao, waliweza kuanzisha uhusiano ambapo Mwenyezi Mungu aliwatunuku binti ambaye ndiye kifungua mimba wa Muthee Kiengei, na wawili hao wakawa pamoja kwa muda. Ila sitofahamu baina yao wawili zilipelekea kuwa na utengano na pia mpaka kuwafikia talaka yao. Ingawa wawili hao walipata kufunga ndoa katika kanisa la AIPCA, ambapo Muthee Kiengei ndipo aliweza kuanza huduma yake kama kasisi aswa, akaweza kuhubiri kwa muda mrefu katika eneo la AIPCA Gatundu, ambapo aliweza kujizolea mashabiki na wafuasi wengi mpaka alipopata kuweza kujiuzulu kutokea katika ushirika wa AIPCA ama ukipenda Independent Church na kuweza kuanzisha kanisa lake la JCM. Sasa baada ya kufunga ndoa kwao, mambo yalipata kukwea mlima. Maana mwaka wa 2016 baada ya sitofahamu kuanza katika familia yao na ndoa yao, Muthee Kiengei aliweza kuingia katika uhusiano wa kimapenzi na Ashley MUGURE ambaye ni mkewe wa sasa, wengi wanamtambua kama Joy wa Muthee Kiengei. Kile kiliweza kufanyika, Muthee Kiengei alipata kumtongoza binti huyu wakati ule yupo katika chuo kikuu, na nikiweza kumnukuu Kiengei mwenyewe alipoanzisha kanisa lake mwaka uliopita, so akiwa kwenye madhabahu alipokuwa akihubiri, aliweza mwenyewe kufunguka, so akisema yeye alipoondoka kwa KEZIAH hakuondoka na lolote wala chochote, maana walitengana na yeye akamwachia KEZIAH vitu za nyumba. Hivyo hakuwa hata na gesi ya kupikia. Lakini alipomchumbia Joy, alipokuwa akimtongoza, wakati walianza kuishi pamoja, alimuomba Joy haje na vitu zake. Joy mwenyewe akaja mpaka na kitanda chake na mattress pamoja na gesi kuka ambayo alikuja nalo, jiko la gesi ambalo Kiengei alidai ndilo wanalipikia mpaka kwa sasa. Na pale maisha yao ya uchumba yakaanza. Na baada ya kuanza jambo lile lilimuingiza KEZIAH wa KARIUKI haswa katika mawazo sana, ikisemekana ni depression. KEZIAH akapata kujikusanya na kuweza kujitia nguvu na kuendelea na mwendo wake mpaka mwaka wa 2021 ambapo alichumbiana na mmewe wa pili akitambulikana kama George Njoroge Ndegwa. Na baada ya kuchumbiana, harusi ile haikuweza haswa kuishi kwa muda mrefu, hata ikukamilisha mwaka mmoja. Baada ya kipindi cha miezi 6 miezi 7, wawili wale wakapata tena kutalikiana. Ila Kiengei na Joy wake ambaye walipata kuungana mpaka kutokea mwaka wa 2016,
wamekuwa pamoja mpaka sasa, na pamoja wamejaliwa watoto wawili, wa kwanza akiwa ni Kamau mwanawe Kiengei ambaye ndiye kifungua mimba wa kiume, na bintiye Kiengei aliyezaliwa mwaka uliopita mwezi Juni, mpaka Kiengei kufika kumpa mwanawe jina lake kama June Kiengei ama June Ben June Watoria, ambaye ndiye bintiye Kiengei wa pili, ukiweza kumhesabu mwanawe KEZIAH wa KARIUKI ambaye ndiye kifungua mimba wa Kiengei. Sasa fununu zimekuwa ya kwamba Kiengei pamoja na mfanyabiashara maarufu hapa jijini Nairobi na pia katika Jamhuri ya Kenya, Damaris, ambaye ni mmiliki na mfanyabiashara mkubwa wa kampuni ya Dama Mobile Space, walitajwa na kuweza kunong'onezwa kwamba wana uhusiano wa kimapenzi. Jambo hili lilipata kumghadhabisha Kiengei hapo jana alipokuwa akiadhimisha mwaka mmoja katika Injili kama kasisi huru ama bishop wa kanisa la Jesus Compassion Ministries. Aliweza kusema kwamba watu ambao ni wambea wamekuwa wakijaribu kwa kila namna kuweza kumharibia ndoa yake, wamwache mkewe, maana yeye na mkewe wataishi kwa miaka mingi pamoja mpaka kifo kitakapowatenganisha. Wale ambao wanatarajia na kuomba kwamba watengane hivi karibuni, basi mtajiju. Mkewe aliposimama kwenye madhabahu hapo jana aliwaambia hivi: nyie ambao mnaomba na mmekuwa mkieneza fununu ya kwamba mimi na mme wangu ya kwamba tumetengana, basi hoteni ndoto nyingine, maana mimi nampenda mke wangu na kando mme wangu, na kando na hilo mimi ni mkewe wa ndoa na tumepata kuchumbiana kwa madhabahu. So mimi nimetakazwa, nimeweza kupokea upako kama mke wa madhabahu wa kanisa la JCM. So kwa kuwa sihubiri injili wala sienezi injili kama jinsi ambavyo mnatarajia niwe aswa nikizungumza kila kukicha na kuwa nikijibishana na nyinyi kwenye mitandao ya kijamii, sio kwamba tumekosana na mme wangu na Dama Mobile Space. Huyo ni rafiki yangu na rafiki wa familia yangu, na tena rafiki mkubwa na supporter mkubwa wa kanisa la JCM, hata kwa kupeana fedha ambazo zimeweza kuchangia kanisa hili kufika mahala ambapo lilipo. Hivyo kile ambacho mnakiona nyinyi sio ambacho nakiona mimi, na mniache kabisa na mwache mme wangu, maana safari tunayo ndefu na ndio tumeanza tu. Penzi letu litanoga na kukoga nyinyi mkiendeleza fununu na paruanja zenu. Huyo ni Joy wa Kiengei. Na Kiengei naye nikimnukuu kwa lugha ya Kikuyu alisema hivi: mutigane na kahebega kwa kauki, muachane na mnipa utamu wangu. Huyu ndiye ambaye anajua nala nini, nalala wapi, naoga nini, navaa nini. Huyu ndiye wangu wa ubani, huyu ndiye moyo wangu, mniachie mimi. Wivu ambao mnao na fununu ambazo mnazo nyie wambea, na waomba mnikome. Ila acha tuseme tu lisemwalo lipo. Haya si maneno yangu mie, siyaweke mdomoni mwangu mie. Yalisemwa na wakongwe, walisema lisemwalo lipo, na kaa lipo lisubirieni lijiani laja. Tuombi kitumbua kumuingilia mchanga mzee wetu, tunampenda sana na ni moja kutumia jina lake tunapokea kipato chetu. Hivyo amewanyamazisha, na anasema si eti amewanyamazisha, sisi ndio ametunyamazisha. Ila tunaombea Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie heri njema katika ndoa yao, wazidi pendana, wazidi ishi pamoja, na azidi kueneza injili kama jinsi ambavyo anaeneza. Na Dama Mobile Space amewaomba wambea, mmekuwa mkila na jina langu sana, mmenitaja sana, na washukuru sana kwa ajili ya kuniuzia kazi yangu, na sasa muendelee hivyo hivyo. Maana asubuhi ya leo aswa kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook,
Damaris Odama Mobile Space. Haya ndiyo yamekuwa maneno yake aswa kwa wambea ambao wanawaita tuseme aje, wanawaita bloggers kwa lugha ya utani ile. Anasema hivi, si leo tutradishe hii wangwana. Bloggers mkipanga pate mniite, bills zote nitasimamia. Last week ni mwafa gawira wega. Demwade tetahiti kama ujui demand lezi umezaliwa jana usiku. Modo muradhime. Good morning from Dama Mobile Space. Neguoda maiga. Nado manyitanira nake haswa kwenye comment section. Joe wa masharia kamwira negero muhehu. Shiko Shix anasema next pia nitaingilia dancing crew, niko na moves. Karangu akaiga. Damaris wa Mobile Space tidia dayo. Joy Silas akasema wewe ni wanguvu, keep moving madam boss. Josephat Karaja Kirago akauga great work Dama Wadama Mobile Space. Ino gutradi nabere, lakini nimewapea tu historia ndogo ya kile ambacho watu aswa kuna fununu ya kwamba Muthee Kiengei hawa wanawake ambao wamekuwa nao katika uhusiano si wawili. Kuna mmoja wasoo wa kitambo sana. Maana kuna comment fulani hivi ijuzi niliona katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Niliona pale katika mtandao wa Facebook, na hii comment baada ya mtu kusema Kiengei alikuwa na wanawake wawili, somebody by Esther Eliud alisema point of correction, KEZIAH was the second wife. Joy is Kiengei's third wife. First wife alikuwa anaitwa Damaris Bonan. Nimewajigua. Alikuwa anatambulikana kama nani? Damaris Bonan. Niye diyo Urea giuga haha. Lakini osio Kiengei oito. Huyo bishop wito wetu huyo amwezi jua jinsi ambavyo tunampenda. Wale ambao ujaribu kulichafua hili jina limetuweka town. Jina lake tu, hatujui sisi kisura, hatutambui, anazitambua tu sauti wala kutusikia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mkimchezea, mjaribu kumwangusha, mnajua ni kazi za watu wangapi mnazifunga nyie. Mwache upumbavu wadau. Maana huyu mzee ni mzee mwenye heri jema sana. Ni watu wengi ambao wana jina, na kadri tu unapowataja uanza minong'ono ya uchafuzi na kuweza kusikia ya kwamba wana kiwewe na roho chafu, wana kinyongo sana, hawapendi jina lao kilitumia kuweza kupata donge. Ila yeye amekuwa mkimya. Ndo maana mara nyingi hata tunapoongea kuhusiana na mabaya yake ambayo ni ya kuzingiziwa, hatuyaachi mazuri yake. Maana huyo mzee baba, kusema ukweli, ametuweka mtaani. Tunasemanga give Caesar what belongs to Caesar. Then let's give Kiengei his flowers while he is still there to enjoy them. Fafagi toneto kwendete muno. Ona gikorwo mothe nitwaragia. Unajua mara nyingi kuna bloggers wamezoea mara nyingi ukitaja sifa na kuzimba sifa za mtu, watu watatazama video zako, na hivyo donge utulipata nono. Kama jinsi ambavyo lituambia, if we learn to speak good stories, also good things will come our way. Tunajifunza na we are heading there. Na usiwahi tuchukia, sisi ni wanao, tunakuita baba yetu. Wacha niongee, maana wengi watajifanya, wengi mtajifanya kabisa. Kwanza kuna wale bloggers ama wale content creators, ametusema, amewasema nyinyi nini? Nyinyi wapumbavu. Mzee ameweka mtaani, niwaulize. Jina lake mmeweka pesa ngapi? Kama si jina lake mngeweza kuwa mnalipa kodi za nyumba zenu. Mwache ujinga nyie wazee. Kiengei ni mtu wa maana sana, haswa katika industry yetu ya Kikuyu.
Bila huyu hamna entertainment ambayo mnayo. Msipomwongelea mtaongelea nani? Wengine mnaongelea mnapata views hazifiki 1,000, ila ukimtaja tu huyu mzee zinakuja na ngunia. Ndivyo mambo yalivyo da. Pambe ndio hilo. Mimi niche mpamba mjini, mbea wa mjini, mdako mjini. Kana weda wajita kada ya kirenyaga ama MC Fireboy. Tungana katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE.